Askofu Mkuu Alson Lana, baba wetu mkuu Patrick Omome, yangu bishop wetu Ben Kamau aka Kengei, Your Excellency the former Vice President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka, former CS for Defense in Malala, the Governor for Nyeri, Senator for Kiambu, members of Parliament present, and the congregation of this great church. God is good, and all the time. Salimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Those speaking last is very tricky because people are already tired. People have been here for a long time. I want to be very brief. And Bishop Bell and your wife and your family, I've come to say congratulations for this great day, for what God has done for you in your journey to be a spiritual leader. And I want to say on behalf of Pastor Dorcas and the wife, nataka niseme pongezi na tunakutakia mema. I have followed your journey and I developed a keen interest in this ministry. When it came to my attention that this church has put compassion at the center of its activities. I have followed your activities of feeding Kenyans who are hungry, of educating children who are orphans, of assisting people to get medical attention. And the compassion story is my story. Na kwa hivyo mimi napunga mkono mia kwa mia kwa ile kazi ambayo nafanya ya compassion. Anytime you have called me, you say you need food, I've sent you food. Anytime unanitafuta na mtoto nataka kusomeshe, nimetuma pesa. Mimi niko hapo. We'll walk together in this journey. Let us be mindful of the less fortunate members of society. Na nimesema juzi wale ambao tulikuwa na nafasi za serikali na tumefaidika, tumekula, tumeshiba, tuwache kutapikia Wakenya wale kula chochote. We are seeing very active moderate arrogance na majivuno na kiburi. Wacha tufikirie Wakenya wenzetu wale wako chini. So Bishop and your church, you can count on my support and we'll work this kind of together. Mimi sitaki niseme mambo mingi kwa sababu hao viongozi wameongea mambo mingi. Vile tunataka kuomba usaidie Bishop na kanisa lako kwa hiyo mambo ya kupigana na ulevi na mihadarati. We fight against drug and substance abuse. Must continue, and the government alone cannot succeed. Tunahitaji usaidizi wa kanisa. And I really want to thank you kwa ile roadshow ulifanya hapa Kiambu. Na vijana wetu wameanza kurudi nyumbani. Na ninashukuru sana. In this region, former Vice President, you are almost losing the entire generation. All the killer things have been sent to this area. And through a lot of effort from government, we have succeeded almost 70%. The 30% we need the church to help us in mentorship, in counseling, and also in programs for rehabilitation of those who are already addicted. Na tukiendelea namna hiyo itakuwa sawa sawa. Sisi na hawa na huyu Bishop, wakati tulikuwa tunapiga kura kwa pande moja. Sisi tulikuwa pande hii, Bishop Magdalena pale kwa pande hii. Mimi nikasema uchaguzi umeisha. Kila mtu turudi pamoja kupendana. Na ndio zote tukarudiana. And that is why I keep on saying to be united. A few people have a problem with our unity. I don't know why.
Because unity is a good thing. Na mimi nilisema wale watu wote walikuwa pande ile 30%, sisi tulikuwa pande hii 87%, tushikane tukuendelea kwa nia. Sio tutapanga mambo yetu. Na nimesema boss hapa ndio kiongozi wa Kenya na mahali nimetoka. Na charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home kama nyumbani. Sasa tunapoanza ni pale nyumbani, kwa sababu hapa nyumbani tulipigana sana, tukatukanana, tukatumia matusi, brother for brother, sister for sister. And I have said never again, this region shall a brother turn against a brother, shall a sister turn against a sister. We want to unite as a region for our economic, social, and political interests. When we are united, we are strong. And when we meet the other regions, we begin from a position of strength. And I don't know why people have a problem when this region unites, because juzi nimesikia Mheshimiwa Mugama anamuuliza viongozi wetu hapa, huyu mzee wetu watu wa Eastern Uganda. Sijasikia mtu amesema ni Kabila, amenyamaza. Juzi nimeona Spika Wetangula ameita watu wake, amesema watu ya jamii ya Mlele kwa Uganda wapanga mambo yao. Hakuna mtu amemkashifu. Lakini ndani ya kati wakiongea kutoka Mlima Kenya, it only means that the unity of all other regions is good for this country. But what we are being told is that the unity of the North Kenya region is tantamount to tribalism. We want to ask all leaders not to profile this region. Anybody who wants to be our friend, don't participate in that scheme of telling us that we are tribalists, because we are not. Sisi tunaungana kupanga mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu unganisha watu yako. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Lakini hakuna vile tutaungana kama Kenya kabla hatujaungana nyumbani. Hebu wakati huo. I don't want to say it. Let nobody try to sell us fear. That my call for the unity of the North Kenya region can lead to isolation. Far from it. In fact, the opposite is true. If we are divided, then we shall be isolated. There is no way you can isolate Mount Kenya when it is united. The purpose of uniting Mount Kenya is to increase our relevance in the present administration. It is also to enhance our bargaining power in future. In fact, my quest for uniting this region is to make sure that this region forever will be part and parcel of any government that will ever be formed. How long will I be? And let me say, I have had a few friends saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government we put for the 7% is our government. If anybody will go to leave, they will leave. This is our government. This is tomorrow. And the fact that we are going for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. It is moving all on the table. And I want to say today, the journey for uniting this region is complete. The ordinary Wananchi, all of them are speaking one language. The Obama, just few leaders here and there, and we understand.
Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, if you don't have projects, oh, if you are seen to the deputy president, things can be very bad. But those are not things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity, ile ya raia. Mimi unajua mmoja ya kusikiza nini? Mimi mmoja ya kusikiza nini? Nimesikiza hii ground ya Mulima imeshikana kama zibeti. The mountain is one. Hii mtakuja hapa mdanganyane, naibu afuku yuko mdanganyana. Na mwezi ongea kwa ground na nyamaza. Because the ground has decided that this unity call is important for this region as part of the national unity. And how long have they here? How did they help them? How do they help them? Jadi ada kayak itu kan? Jadi berbeda. Kalau kan dia lagi sama orang mau mereka. Kalau dia orang boy, kayak gitu dia tolak. Ini tolak kiri. Itu orang Indonesia siapa? Orang Afrika. Former Vice President, we are your friends. Name in the petition sheet of the and you have seen my qualities for the last 1 year has changed. I don't attack anything. Nimeambiwa na wazee nitafuta marafiki kila mahali Jamhuri ya Kenya. Wewe ni rafiki wetu, and you know by the way you are my cousin. Kamba anawapima wanazeni. Sijui wapi nilizaliwa, nakafutana polepole. We have other former prime minister tumekuwa na South Africa. Nimechukua muda pia kumwombea kwa Mungu wa rais. Pia yeye apata nafasi, alipata kumwombea Mwenyezi Mungu afanye nini? Apate. This region we used to go to a nation with an enemy. We have decided that we have no enemy. Sisi tutafuta urafiki na kila mtu na kila Mkenya, na hivyo ndio tunataka. Ela. Amara ndio hapa. Morole mabovu ya. Amugire kubakuwe mwali. Mesiaji ulage ya lego ya la blaya. Asante.